Sana Bwana Chairman, watu wa Nyeri wote na wale ambao wamefiwa na wale marafiki zangu ambao wanaangalia hapa kwa Kurino. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Professor Dr. Waigwa ambaye anaishi Marekani, ambaye is my neighbor. Amenionyesha mambo mengi sana kwa dini ya Kikorino. Na wakati nimekuwa law school, the first Korino lawyer katika Kenya hii ilikuwa my classmate, kijana shupavu sana, na tumemtengenezea aende afanye masters. Kwa hiyo Korino tuko na nyinyi, Mungu awasaidie, mtaendelea na kitu ambayo itakuja. Mungu na mahali pa kukaa ku represent your values. Amen. Ladies and gentlemen, this is a funeral. I would not come here to joke or to entertain politics. First and foremost, I would like to talk, and of course the message for Baba will come from Eugene Wamala, who is my senior. To the bereaved family, I've seen the pain in your face. Nimeona huzuni mingi sana kwa yule msichana mdogo ambaye ako shule. Huyo msichana sijui ataenda shule gani, ningetaka kujua kama msomi, kama asoma kama mimi, na tumsaidie haraka haraka aendelee. I'm willing to mentor that girl if you give me a chance, under the tutelage of the chairman, Mr. Maina. Ya pili, huyu Maina ambaye amefanya nimekuja Mlima Kenya. Kuanzia leo akaya kijua ya kwamba kule mkoa wa Magharibi, Western kule ambapo natoka mimi na Eugene, sana sana watu Mumias na Kakamega, tunamwalika kirasmi. Manake yeye pia amekuja na nyota ya kujua kwamba watu wa mkoa wa Magharibi ni watu, na ametuita tuje hapa. Sana sana nikizungumza tribal card ya Kiluya, wenyanga wali abanja hapa libosi Mkenya inamba wamanye mbo Maina Njenga, na nikisema mara tatu kwa Waluya tunasema kwamba huyo ni kingpin. Maina Njenga, na hiyo ni kiapo kutoka kule kwetu Mumias, na nitakuwekelea mkono ukija kule, ndio Waluya wenzangu pia kuwekelea mkono. Hata kama utapewa pande kule Western, kuna nyumba utajengea huko, najua umeoa, tunaweza ongeza wewe wengine. Ya tatu, nataka kushukuru watu wa Nyeri kwamba mtoto wangu wa kwanza wa Ngoi, who is 34 years old, mama yake anatoka hapa na Rumoru. Na ya nne, nataka kupongeza Kikuyu for having enabled me to be who I am today. Nilipokuwa Chokora kule Nairobi nikiwa Grogan Road, JJ Kamodo ambaye alinichukua akanipeleka shule, amenifundisha mpaka mahali nimefika. Right now I'm doing my 14th degree courtesy of the Kikuyu community. Nilipokuwa uhamishoni kule Uingereza, when I was in exile, anajua nimepewa muda kidogo sana. Mtu wa kwanza kunipatia ofisi ya kukaa wakati nilikuwa solicitor ama lawyer alikuwa anaitwa John Ngugi kwao kulikuwa ni Webuye. Nilipoenda Amerika, mtu wa kwanza kunikaribisha katika kazi ya reja hii alikuwa ni mtu kutoka Karatina, alikuwa ni Mkikuyu. Kwa hivyo Kikuyu community are here to live the way you lived 500 years ago, the way you live during Moi's time. You are going to live and you'll see over this thing, and your destiny ni ile watoto wa Israeli. You kill one Kikuyu, 50 are born. Ukiua 5, 50 wamezaliwa. You are a God created, spirited and spiritualized family. Without you, na nitasema kama Mluya, Kenya is not in existence. Walai, Kenya is not in existence without the Kikuyu community. And therefore whoever, mtu yoyote ambaye anafikiri anataka kuwa rais wa nchi hii, lazima aje alale achapwe viboko hapa Mlima Kenya. Na akiamuka kama ajishiki namna hii sawa. Ya mwisho, tunaona hapa hii jaja. Tunajikuna hapa. Tutajikuna mpaka lini? Kama Bwana Muhiko amefanya tutuongee leo. Maana wanamuzisha ndio wamelete hii freedom ambayo tuko nayo katika Kenya mzima, Afrika mzima na Afrika Kusini. Watu wa reggae kutoka Jamaica ndio walienda wakasema hata kama hii bangi yetu ni mbaya, wacha we contribute to the international peace community. We liberate ourselves. Na ile kitu ambayo ilifanya Afrika ikawa huru ilikuwa ni dawa.
Kweli rongo? Na hiyo dawa siku ya leo, wacha nimwambie, na hii ya mwisho, watu wengi huwa wanasema tuvuta bangi. Mimi mwili yangu yote ni bangi, hata moshi ile kutoka ndani ni bangi. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja, wengine wamekuja kutudanganya hapa. Sasa hivi ukienda Canada, ukienda Australia, ukienda South Africa, ukienda Uganda,